mwanachama mwandamizi, yani kada wa Chama cha Mapinduzi, na nilizungumza ile tarehe 19 mwezi ule wa kwanza baada ya mkutano mkuu wa CCM kufanyika pale Dodoma kuhusu maamuzi yale yaliyofanywa kwamba ilikiuka katiba ya Chama cha Mapinduzi na katiba hata ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na watu wengi waliponisikia, hususan wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wengi walinielewa na waliona kuna umuhimu wa kulipitia upya swala hili zima la jinsi utaratibu ulivyotumika kuwapata wale waliotangazwa kuwa ndio wagombea. Katiba ya Chama cha Mapinduzi imeweka utaratibu ulio wazi, na siku ile pale Dodoma utaratibu ule haukufuatwa. Huo ndio ukweli, na ukweli unauma. Hata tukatae vipi, huo ndio ukweli, katiba ilivunjwa. Sasa watu wakasema maneno mengi tu. Wengine wananiambia sijui utamaduni wa Chama cha Mapinduzi, wengine wanasema wewe huijui katiba, na maneno mengine mengi. Lakini mimi nasema hivi, kuna kila sababu ya chama chetu cha Mapinduzi kureview maamuzi ya ule mkutano. Tarehe 5 mwezi wa pili, siku ya kilele cha maadhimisho ya CCM, Samia na wenzake wale wawili, Hussein Mwinyi na Emmanuel Nchimbi, wakatambulishwa rasmi kwa ndio wagombea. Hiyo ni dhahiri kwamba pamoja na ushauri tulioutoa, viongozi wetu hawakutilia maanani kabisa. Wameendelea tu kusimamia hilo lilosimamia kwamba mkutano mkuu ndio wenye maamuzi ya mwisho, na mimi nashangaa huo mkutano mkuu unaoweza kuvunja katiba yake yenyewe ni upi? Sasa tujue jambo hili moja, hatuwezi kukaa kimya na kuona katiba ya chama inavunjwa, hakuna anayewajibishwa. Katiba ya nchi inavunjwa, hakuna anayewajibishwa. Ninachotaka kusema ni nini? Katiba ya Chama cha Mapinduzi imevunjwa. Hata ungeleta ushahidi wa namna gani, tukae na wataalamu wa katiba, watu wote wenye akili za kawaida tu wanajua katiba ya chama imevunjwa, na aliyesimamia uvunjwaji wa katiba hii ni Samia Suluhu Hassan. Hatuna haja ya kupepesa macho katika hili, ni lazima yeye awajibike. Ana mamlaka kama mwenyekiti wa chama, angeweza kuzuia utaratibu mzima ule urudi kufata maagizo yaliyoko kwenye katiba. Badala yake akasema anaotaka ushauri wazee wa chama, na ndugu yangu Kikwete akatoa ushauri mbele ya mkutano mkuu wa chama, ushauri uliopotosha na kusababisha kuvunjwa kwa katiba. Tunamwomba ndugu yetu Kikwete, yeye ni mstaafu, atulie, aendelee kufaidi ustaafu wake. Lakini kwa Samia ni lazima ajiuzuru. Amevunja katiba ya chama, aachie ngazi kama mwenyekiti. Amevunja katiba ya nchi, kifungu kile cha 21 kifungu kidogo cha kwanza cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inayompa kila Mtanzania haki ya kugombea, kuchagua na kuchaguliwa. Katiba ile wana CCM walinyimwa. Tujenge tabia ya kuwawajibisha viongozi wetu. Wengine wanaponisikia hapa nikisema kwamba ajiuzuru, unasema rais wa nchi ajiuzuru. Huyo rais wa nchi aliwekwa hapo na nani kama sio sisi wa Tanzania? Yaani sisi wa Tanzania hatuwezi kumwambia mwajiri wetu, mtu tuliyemwajiri, kwamba hapo umekosea, tunataka kukuwajibisha? No. Samia, umevunja katiba ya Chama cha Mapinduzi. Either you step down au
utakifanya chama chetu katika uchaguzi mkuu ujao kijikute katika wakati mgumu sana, na sisi hatutaki hilo litokee. Tunataka CCM ishinde, tena ishinde kwa kishindo hiyo Oktoba, lakini hatuwezi kwenda namna hii. Kwa taarifa, maelfu kwa maelfu ya wana CCM hawajitokezi kusema, lakini wanatuambia huku chini wanangoja mwezi wa Oktoba waonyeshe jinsi walivyochukizwa na lile lililotokea Dodoma. Naomba tusifike huko.